Mwalimu Juma, mzazi anafaa kuwalea vipi watoto katika kizazi hiki? Wajua kizazi cha milenia, sisi tulikuwa tunalelewa na maamri jeshi bwana. Wale wetu walikuwa si wazazi, wale walikuwa makamanda. Kifika katika boma nyote, kila mtu anatafuta barabara, mwingine anatafuta kazi ya kufanya, wakufagia anafagia hata palipofagiliwa awali kwa sababu ya hofu ya mzazi. Lakini mzazi mmoja aliona katika mtandao wa kijamii juzi, Mabruki, mama anasema kwamba mtoto wake umri mdogo, miaka 8 hivi, na amemuuliza, "Mom, so why are you shouting at me? Can't you just talk to me? I will still hear if you just talk to me. Why are you shouting?" Huoni mtoto wa miaka 8. Eti zetu. Sasa unadhani wazazi wetu wanafaa kujiweka vipi ili kuweza anavyosema kuchangia katika malezi ya watoto kizazi hiki? Asante comrade, na nitasema ndiposa tukawa watu kama si wazazi wetu hao kuwa maamri jeshi, hatungekuwa watu leo. Kwa hivyo nasema najua bado kuna hizo dhiki ambazo kuwa nazo, na ndiposa unapata wazazi wa kizazi hiki tumewadekeza wanafunzi. Na ningependa hata kabla kuendelea kuchangia hilo, swali lilomuuliza Mwalimu Justus na pia mstahifu, ni maandalizi ni muhimu sana. Kwa mfano maandalizi haya ya CBE, walimu tukiwa chuoni tuliandaliwa kwa ndani nini. Kwa hivyo ni jambo mola kama alivyosema, tutaendelea kujifunza tunavyoendelea. Pia swali la wazazi, wazazi wana jukumu kubwa sana, na nimefanikiwa kuketi kwenye kamati ya nidhamu pale shuleni. Na kwa muda ambao nimeweza kusikia baadhi ya kesi za nidhamu pale shuleni, mwanafunzi na mzazi ni watu wawili ambao hawajuani. Kwa sababu na mwingi mwanafunzi huyu, hata ukisema mtoto wangu hawezi kufanya hivi, mwanafunzi huyu muda mwingi anamaliza anakaa na sisi walimu. Akija nyumbani ni wiki 3 kwa likizo, akija nyumbani ni wiki 1 kwa likizo. Lakini muda mwingi sana, 95%, huyu mwanafunzi yuko pamoja nasi pale shuleni. Mfano pale kwetu tuna wanafunzi zaidi ya 2000. Mwanao anakuja na tabia ngapi? Moja hii. Anaenda kutana na tabia 1999. Mbona utasema utamjua kutuliko sisi walimu? Kwa hivyo wazazi pia tuacheni wanafunzi, na tutakapokuwa tunawataarifu kuhusiana na mwanao, chukua muda, jiulize, ni vipi hivi ikatokea mwalimu akasema hivi? Unajua wengi sana wazazi wanapenda kuwatetea watoto wao. Hivi mwalimu, unaonea mtoto wangu hawezi kuwa hivi na vile. Kumbukeni hawa ni wanarika, wanashinikizana. Kuna mambo ambayo hukumfunza nyumbani, akija shuleni atajifunza. Na atashinikizwa na wenzake. Kwa sababu kuna ule utaratibu, kuna utamaduni, na kuna jinsi ambavyo wanafunzi katika shule hii wana mtazamo fulani. Na kwa vyote vile wanasema vitu vikiwa pamoja, ama chuma hunoa chuma, mwanadamu hunoa binadamu mwenzake. Kwa hivyo kwa vyote vile atajifunza. Kwa hivyo ni ushauri kwa wazazi washirikiane sana na walimu katika malezi. Na usikue katika mstari wa mbele kumtenga mwalimu katika malezi ya mwanao. Kwa sababu unapomtenga na mwanafunzi akaona kuwa mzazi wa kizazi hiki hashirikiani na mwalimu, basi atakuwa ameshinda. Kwa sababu kuna mbinu ambayo tunaita katika ufunzaji tenga tawala. Unapomtenga mzazi, mwanafunzi na mwalimu, basi utapata yule ambaye ataathirika zaidi si mzazi bali ni mwanafunzi. Kwa hivyo katika kizazi hiki cha leo, ushauri wangu na ambao tunawapata wazazi pale kwetu, jaribu sana kushirikiana na mwalimu. Kwa sababu kama hata hilo swala la kwa nini mzazi unapigia kelele, unajua umilisi mtaala huu mpya unawapatia nafasi ya kujieleza. Tunaita communication and collaboration, kuwasiliana na kushirikiana. Mtaala unampa fursa ya kujieleza, kuuliza kwa nini unafanya hivi, nipe sababu ya wewe kufanya hivi. Kwa hivyo akikuuliza kwa nini wanipigia kelele, mbona usinieleze tu, nitaelewa. Ni uwezo ambao wamepewa na mtaala huu. Kwa hivyo ili aweze kueleza, hata sisi pale shuleni tunajaribu kutafuta
sababu ya mambo kufanyika, ila si kutumia fujo, si kutumia fimbo, si kutumia kiboko na kadhalika. Kwa hivyo hata wewe mzazi unapokuja shuleni ama kuna kisa ambacho kimetokea shuleni, usije na kelele nyingi sana. Tulia, jaribu kushirikiana na mwalimu, uliza kulikoni. Kuna kisa ambacho kilipata katika shule fulani, wanafunzi wakaondoka nje. Na wanafunzi wakiondoka nje, nadhani wewe kama mzazi kwanza utauliza walinda lango walikuwa wapi? Naam. Walikuwa wanafanya nini? Lakini wakati sasa tuliketi kwenye kikao na tukaanza katika shule hiyo kuulizia kulikoni, yani masimulizi ambao wanafunzi waliyatoa na walivyopiga chenga hata wale walinda lango, iwapo kisa kingempata yule mwanafunzi, yule mzazi hagetaka kuambiwa kuwa mwanafunzi wake ndiye alitumia ujanja zaidi kuondoka nje ya shule. Yeye angetaka kujua, mimi nataka mwanafunzi wangu, nataka mwanangu, walinda lango walikuwa wapi, walimu walikuwa wapi, ilhali hao wanafunzi walitumia ukora zaidi na ni wajanja. Ni wajanja sana. Kwa hivyo lazima mzazi awe katika nafasi ya kushirikiana na mwalimu, lao sivyo tutapoteza kizazi hiki. Labda tukielekea kumaliza, asante mwalimu kwa mchango wako.